wajumbe ambao wako hapa. Tumpige makofi tafadhali akija. Karibu sana Mheshimiwa Junet Mohamed. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Kenya, Spika wetu wa Bunge, Mheshimiwa Moses Wetangula, Prime Cabinet Secretary, Spika wa Senate, familia na watu wa Bungoma wote, hamjambo? Bwana asifiwe. Hamjambo tena. Mimi ndio Junet Mohamed. Nimekuja kuombeleza pamoja na spika wangu kwa kupoteza mama yake mzazi, kwa sababu spika ndio kiongozi wetu wa bunge, na tuliona inafaa kikamilifu ya kwamba lazima tuwe hapa ili tuomboleze na yeye pamoja kama kiongozi wetu. Tumekuwa na spika sasa kwa miaka miwili, na nimeona vile baba yake ameongea, Mheshimiwa Rais, na ikaonyesha dhihirisho ya kwamba mtu anakuwa kama baba yake tu. Na mimi pia nitaleta siku moja baba yangu kwa hadhara namna hii, nione kama nafanana na yeye ama iko tofauti. Kwa sababu Mheshimiwa Rais, vile mzee amefanya hapa ndio vile spika anafanya pale bunge. Kukosana na spika kwa bunge ni ngumu, kwa sababu yeye ni mtu ambaye saa ile mmekasirishana anavaa kofia ya diplomat, anasema Junet tulia, na saa ile anataka kukorofishana na wewe pia anatoa kofia nyingine. So nimepima, nimesikia, nimeona kumbe hii ni mzee ndio iko na hii maneno hii. So sisi tumefurahi sana kwa sababu kama viongozi walio wachache katika bunge tuna imani sana na spika wetu. Ndio hivyo tumekuja kwa wengi. Tuko hapa wale wabunge ambaye wanatoka kwa upande ya walio wachache wako wengi hapa. Nimeona majority leader amesema atataja majina ya wabunge yote. Tuko hapa pia na Senator Secretary General wetu wa chama chetu Bwana Edwin Sifuna yuko hapa, ambaye ni senator wa Nairobi. Tumekuja kikamilifu kuja kuombeleza na spika wetu. Mheshimiwa Rais, sisi kuombeleza ni kwa sababu ya upendo. Kwa sababu ya upendo ya Wakenya kupendana pamoja. Kwa wakati ambayo umepata msiba lazima tusimame na pamoja. Kwa sababu spika ni mtu ambaye ametuongoza kwa njia nzuri sana katika bunge. So tumesema lazima tufike hapa. Ya pili, Mheshimiwa Rais, kwa machache, dakika chache, mwaka huu ya mwaka 2025 ndio mwaka ambaye sisi kama hata walio wachache, wacha walio wengi, tumetarajia mambo mazito. Ni mwaka ambaye baba yetu ataenda kuwa chairman ya African Union. Tulingoja hii mwaka sana, na tunajua mwaka hii ndio mwaka ya kila kitu. Vile tunaomba African Union, tunakuombea wewe pia upate mema. Unajua huwezi kuomba mema upande moja tu na vibaya upande mwingine. Mungu hawezi kusikia maombi kama hiyo. Lazima uombe binadamu yote vizuri, si namna hiyo? Lakini ya muhimu ni ya kwamba kama kiongozi ya wachache, Mheshimiwa Rais, nchi yetu ni nchi ya constitutional democracy. Sisi tuko na katiba, na hiyo katiba inatuelekeza vile tunafanya mambo zetu. And as a constitutional democracy, nchi yetu inakuanga na uchaguzi baada ya kila miaka 5. Periodically and regularly. Hakuna siku tulikosa uchaguzi. Hata wakati ya KANU uchaguzi ilikuwa inafanyika tu. Hata kama ilikuwa inafanyika kwa vivya vingine, bado watu walikuwa wanatoka tu nje kupiga kura. So in a constitutional democracy, kila mtu ana upendo wake pale anachagua. Hii uchaguzi iliyopita, sisi kama wachache tulikuwa na candidate wetu, wale walio wengi walikuwa na candidate yao. Lakini ile kitu imenishangaza, baada ya uchaguzi mwaka mmoja imekwisha, people who made conscious decision to elect a candidate for 5 good years, anarudi kwangu ananiambia nisaidie kutoa hiyo mtu. Hiyo kazi siwezi kufanya. Saa hii tutangoja uchaguzi mwingine.
Anarudi kwangu ananiambia, Junet, saidia mimi kutoa na kuletea mimi stories za ajabu. Sijui vitu za sijui vitu ya Zakayo, sijui Kasongo. Hizo vitu ni stories za ajabu bana. Tungoje uchaguzi 2027. Tumeelewana? That is why we are a constitutional democracy. That is why we must respect our constitution. Kama umechoka mapema, iko wengine bado hawajachoka. Tumeelewana? Kasi ya aina hiyo na kibariwa aina hiyo, we are not ready to do it. Tafadhali tafuta watu wengine. Sisi walio wachache tunajua kasi yetu. Kasi yetu ni kusimamia wananchi vile vinavyotakikana kikatiba. Kwa sababu ukileta tu story hii ambayo haieleweki, mara unaimba wimbo sijui Kasongo, mara unasijui Zakayo. I never saw vitu kama hizo, sijaona kwa manifesto yoyote ya Azimio na ya Kenya Kwanza tukichaguana 2022. Hizo ni vitu imetoka sahi. So mimi sina mengi la kusema. Ni yangu ni kusema ya kwamba wale wanataka tufanye kibarua ambayo sio yetu, nimetoa notice hapa nikiwa Bungoma ya kwamba hiyo kibarua hatuko tayari kufanya. Sisi sahi tuko African Union, hatuko Kenya. Na wakati hiyo maneno itakwisha ndio akili yangu itarudi kwa siasa ya Kenya. Sahi niko Addis Ababa. Sahi siko hapa Kenya. So usinipatie kibarua ambayo siwezi sahi. Sahi tafuta, unajua kibarua iko na watu wengi ya kufanya. Sio mimi peke yangu ama watu ambao mimi naongoza. Kaluma amesema hako tayari kwa hiyo kibarua. TJ Kajwanga amesema yuko tayari kwa hiyo kibarua. You know, I'm speaking on behalf of people who told me hii kibarua sahi sio yetu. Na watu wa Bungoma pia wanasema namna hiyo, I think so. Kwa mimi naona msura yao hapa wanasema hiyo kibarua ni ya watu wengine, sio sisi. So kwa hayo machache, Your Excellency, mimi nataka kusema ya kwamba nimejifundisha kutoka senator ya Bungoma amesema broad based, kwa Kiswahili inaitwa mapana na marefu. Sikujua kuanzia leo ameongea hapa, nimemsikiza mapana na marefu. Sasa hii serikali ya mapana na marefu ndio itasaidia Wakenya kulingana na maoni yangu. Na hapo ndio tutasimama imara, tusonge nchi yetu mbele. Sisi, saa hii nikimaliza hapa kuna wengine watanipiga kwa mtandao, watasema sasa huyu sasa afanye kazi yake ya minority na anaokipa ofisi. Did I say anything here that's unconstitutional? Iko chochote iko nje ya katiba nimesema? Kusema baba achaguliwe EU si ni katiba? Kusema ya kwamba kibarua ya kuzozana kisiasa tungoje 2027 sini kwa sheria? So mtu asichukue kazi yangu kwa njia ambayo haifai. Hiyo ndio kazi Mungu amenipatia na tukae namna hiyo. Nataka kutambua pia chair lady ya Law Society of Kenya, Madam Faith Odhiambo iko hapa. Kama hajatambuliwa asimame juu. Yeye ndio kiongozi ya wa mawakili hapa Kenya na East Africa labda hapa Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nimesema pole sana kwa familia ya spika wetu. Tutaonana tena spika kwa bunge, Mungu akikubali. Asante sana. Nataka kualika kiongozi ya walio wengi, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, ambaye siku hizi yako karibu sana na ODM, jina yake inakuwa Mashungwa. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana bana Mashungwa. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Junet, Your Excellency the President, Your Excellency